Karibu sana mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Lucas Kavaya, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa. Leo ningependa tuangazie swala la mapepo, na katika muktadha huu tutaangazia maudhui matatu. Tutaangazia jinsi mapepo hufanya kazi, jinsi mapepo huathiri jamii, na mbinu za kujilinda dhidi ya nguvu za mapepo. Na kama tu ilivyo hapa duniani, mbinguni na kuzimu pia kuna majeshi. Haya majeshi huwa yamegawanyika katika vitengo vitatu. Kuna mapepo, kuna majini na kuna mashetani. Mapepo hutawala anga. Majini hutawala maji. Nayo mashetani hutawala nchi kavu. Hivi karibuni nitakuja kuandalia makala spesheli kuhusiana na habari za majini na habari za mashetani. Japo kwa leo ningependa tulizamie hili swala la mapepo kwa undani zaidi. Ukisoma Biblia kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12, Mtume Paulo anaangazia habari za wakuu wa giza na pepo wachafu wa anga. Kwa hivyo kuna wakuu wa giza, hilo ni wazo moja, na kuna pepo wachafu wa anga, hilo ni wazo jingine. Kwa hivyo pepo ama mapepo kazi yao ni kutawala na kufanya operations zote za anga. Na hufanya hivyo kwa lengo moja ambalo ni kuhakikisha kwamba wanaharibu ile breakthrough ya mawasiliano kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Unajua breakthrough ya mawasiliano hutegemea sana hali ya anga. Hali ya anga inapovurugwa ama kuchafuliwa, sasa kunakosekana ile breakthrough. Yaani mawasiliano kutoka upande mmoja hadi upande mwingine inakuwa ni vigumu kupenya. Hivyo basi watu wanasalia katika giza. Haya mambo ni mambo ya kimwili, lakini ni replica ya yale mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Hali ya anga inapovurugwa ama kuchafuliwa na hawa pepo wachafu husababisha dunia inasalia katika giza, kwa sababu hakuna mawasiliano yenye yanaweza kufanyika kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine. Na ufanye hivyo kwa njia gani? Mapepo huchafua anga kwa kusababisha umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Damu isiyo na hatia inapomwagika katika ardhi, impact yake huwa katika anga. Yaani ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10, Biblia inazungumzia habari za damu ya Abeli. Damu ambayo ilimwagwa na nduguye kwa jina Kaini. Na baada hii damu kumwagwa ilisababisha violence katika anga za kiroho, jambo ambalo lilimsababisha Mungu mwenyewe kushuka ili akabiliane na ile hali. Kwa hivyo damu isiyo na hatia inapomwagika katika nchi husababisha violence na spiritual vibrations katika hali ya anga. Mambo haya najua waganga, wachawi, Freemasons, Illuminati na hata Wakristo wanaelewa kwamba damu isiyo na hatia inapomwagika katika ardhi husababisha mtetemeko mkubwa na spiritual vibrations katika anga za kiroho, jambo ambalo husababisha dunia kusalia katika giza. Unajua, kwa mfano, ukipiga nduru wakati wa mchana, sauti yako huenda isifike masafa ya mbali. Ukipiga nduru nyakati za usiku, kuna uwezekano sauti yako itafika masafa ya mbali. Ama acha tuiweke hivi. Ukipiga nduru nyakati za usiku, kama hali ya anga ni shwari kabisa, sauti yako hufika masafa ya mbali. Lakini ukipiga nduru nyakati za usiku na tuseme mvua inanyesha kwa wingi zaidi, huenda ikawa ni vigumu hata kwa sauti yako kufika tu nje ya nyumba peke yake. Sababu ikiwa ni gani? Kwa sababu katika anga kuna a lot of vibrations. Sasa inafanya inakuwa vigumu kwa sauti yako ama zile radio frequency za sauti yako kusafiri katika
katika anga na kufika masafa ya mbali. Hivyo ndio mambo hufanyika hata katika ulimwengu wa kiroho. Anga za kiroho zinapochafuliwa, inakuwa ni vigumu hata maombi ama chochote, hata ibada kutoka hapa mbinguni kumfikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu kunakosekana ile breakthrough ya mawasiliano katika anga za kiroho. Naam, dunia inapokuwa katika giza, jambo gani ambalo hutokea? Dunia inapokuwa katika giza ni kumaanisha giza limetawala nchi. Na giza linapochukua usukani wa kutawala nchi, huja kama complete package. Yaani kunakuwa na wizi, kunakuwa na uporaji, kunakuwa na utekaji nyara, kunakuwa na chuki, kunakuwa na ukabila, kunakuwa na vita, kunakuwa na umwagikaji wa damu, kunakuwa na umasikini, hata nguvu za uchawi zinaongezeka maradufu. Yaani kwa maneno mengine, tunaweza tukasema kwamba gizani ni mahali pa wanadamu kulia na kusaga meno hapa duniani. Naam, jambo kama hili linapotokea, suluhisho ni gani? Suluhisho ni moja tu. Lazima kufanyike kile kitu kinajulikana kama true justice and reconciliation. Yaani haki ya kweli na maridhiano. Unajua pasi na haki hapawezi pakapatikana amani. Kusipokuwa na haki kutendeka mahali, hakuwezi kuwa na amani. Hata kama hakuna vita, hakuna vurugu, lakini hamna amani ambayo inaweza ikapatikana mahali ambapo haki haijafanya nini? Haijatendwa. Naam, ukisoma Biblia vizuri, utagundua kwamba Yesu alipokuwa pale msalabani, kuna wanawake wachache ambao walikuwa wakimlilia pale chini. Na Yesu akawashauri, akawaambia wakome kumulilia yeye, na badala yake wajililie wao na watoto wao. Kwa hivyo kwa maneno mengine, damu zisizo na hatia zinapolia na kusababisha violence katika anga za kiroho, hazifanyi hivyo kwa maslahi yao wenyewe, la hasha. Hufanya hivyo kwa ajili ya waliokuwa wakiwategemea na waliosalia katika hii dunia ambayo imejaa taabu. Yaani watalishwa na nani? Watavishwa na nani? Wakigonjeka watatibiwa na nani? Watasomeshwa na nani? Wataonyeshwa upendo wa dhati na nani? Na mambo mengine ya namna kama hiyo. Kwa hivyo hii violence zinapokuwa nyingi katika anga za kiroho, zinasababisha a lot of vibrations. Jambo ambalo linafanya inakuwa ni vigumu kwa ibada ama hata mawasiliano kupata upenyezo ama breakthrough kutoka duniani kwenda mbinguni ama kutoka mbinguni kuja duniani. Kwa hivyo njia bora ambayo inaweza ikatumika kunyamazisha hizi sauti ni kuhakikisha kwamba wale waliosalia duniani na walioathirika kutokana na visa vya umwagikaji wa damu isiyo na hatia ni lazima watendewe haki. Lazima walishwe, lazima wanyweshwe, lazima wasomeshwe, lazima wapewe wasia, ushauri, lazima waonyeshwe mapenzi ya dhati, na waliochangia katika hivi visa vya umwagikaji wa damu isiyo na hatia lazima wachukuliwe hatua za kinidhamu kwa mujibu wa sheria. Jambo kama hili likifanyika kwa njia nzuri, linaweza likaguza mioyo ya walioathirika na wakahiari kutoka kwenye vilindi vya mioyo yao kutoa msamaha kwa wale ambao walisababisha umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Na ninaposema kutoa msamaha maana yake ni kumwachilia mtu. Na Biblia inasema kinachofunguliwa hapa duniani hufunguliwa hata mbinguni. Kwa hivyo ukiwekwa huru hapa duniani, hata katika ulimwengu wa kiroho umewekwa huru. Kwa hivyo kunapokuwa na amani na utulivu hapa duniani, hata katika anga za kiroho kunakuwa na ile hali ya utulivu. Yaani vibrations zinaenda chini, violence zinaenda chini, hivyo basi inakuwa ni rahisi kwa mawasiliano kati ya mbingu na nchi kupata upenyezo katika
anga za kiroho. Na jambo kama hilo linapofanyika, unapata sasa watu wanaanza kuishi kwa amani, watu wanaanza kupata utulivu katika maisha yao, watu wanaanza kupata breakthrough katika maisha yao, ibada zinakwenda sawa, maombi yanapata upenyezo, na unapata hata ustawi unaimarika katika nchi. Asante sana kwa kutenga muda wako kunisikiliza. Naomba ukaweze kubonyeza subscribe button pale chini na ulike, ili video zingine zitakapotoka uweze kuwa wa kwanza kuzipata. Asante.